kwangu ni wewe Baba, nakupa sifa. maisha yangu ni wewe kabisa Baba, ni wewe, uzima wangu ni wewe Yahweh. Hata kama sina pesa, hata kama sina mali, hata kama sina, kwa mapenzi najua utatenda. Baba, maisha yangu ni wewe, sifu kabisa Baba, ni wewe, uzima wangu ni wewe Yahweh. Kwako Baba, asante sana. Yondo biki sangolongo langa na pasi Ozali nzambe ya bolingo Ozali nzambe ya boboto Ozali nzambe yo bikisaka Yo bikisa Yozali nzambe ya bolingo Yozali nzambe ya boboto Yozali nzambe Yondo biki sangolongo langa na pasi Ozali nzambe ya bolingo Ozali nzambe ya boboto Ozali nzambe yo bikisaka Jambo msikilizaji, karibu ndani ya Rauka Show. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Leo kurauka nami habari za asubuhi na habari njema, wiki mpya, mamkaje. Karibu ndani ya Bersita FM, tuendelee kwa kurauka nasi. Aunaja kalamu na karatasi, inaingia kwenye roho, inagonga ndani. Sikia kwaya. Msikilizaji, tuambie unatupata ukiwa wapi, unatutazama ukiwa wapi. Kumbuka hii Rauka Show ambayo ni kibao chake Daddy Owen akimshirikisha Regan Sarkon. Msikilizaji, hiyo ni kibao chake Daddy Owen na Regan Sarkozy ambayo imetufikisha mwendo wa saa 12 na dakika 10, dakika 21 kunradhi. Msikilizaji, leo katika ndani ya Rauka Show tuna mambo mengi ambayo tumekuandalia msikilizaji, kuhusiana na hata kuamini hata neno la Mungu. Lakini kabla ya yoyote msikilizaji, lazima tumuhusishe Mwenyezi Mungu. Na msikilizaji, penda hata kumhusisha Mungu kwa maombi. Na tuombe. Baba wetu uliye juu mbinguni, Bwana, tunakuja mbele zako hata asubuhi kama hii Bwana. Tukushukuru Bwana kwa neema ambayo umetupa siku ya leo. Tumeweza kuona siku ya leo Bwana, ni kwa neema yako. Asante kwa kila jambo Bwana ambao Bwana umetutendea. Bwana, tunashukuru Bwana. Bwana, kuja mbele zako Bwana, leta hata Bwana nikisema hata ulituambia kwamba Bwana, unapoanza jambo na ajulikane kwanza mbele yako Bwana. Bwana, tunafanya haya matangazo yako haya Bwana, ajulikane mbele yako Bwana, uweze hata kushika hata mitambo haya Bwana, aweze Bwana hata kutumikia, aweze kukupa sifa Bwana. Bwana, naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, tuambie unatupata ukiwa wapi asubuhi ya leo. Tuambie ni kipi kinakupa changamoto wiki hii msikilizaji.
Tuendelea kusoma arafa yako, endelea kutuma arafa @BetSitaFM, Facebook, Twitter na Instagram. Tupo live pale zote. Msikilizaji, nakuuliza kwamba je, umaamini neno hili? Hapo umaamini. Unaamini nini? Unaamini vipi? Msikilizaji, tueleze kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii tuweze kujibia. Hapo awali tumekuuliza ya kwamba jana ilikuwa ni siku ya Jumapili, kupata wengi waelekea kanisani. Wewe unahudhuria kanisa yako wapi? Mfano mimi jana pata neema kwenda kanisani abudu, nashukuru Mola wangu kwa kila jambo ambayo nitendea. Na siku ya leo ya asubuhi na kuhimiza tunatiana moyo wakati ambapo unajiandaa kwenda kazini, labda unajiandaa kwenda shuleni. Siku ya leo nakuambia ni kuamini na kuamini. Ile mipango yako unayo, mipango yote tu ya kimaisha, ya kimasomo, haya yote yanajulikana mbele ya Mwenyezi Mungu, sababu yeye ndiye anatuambia kila kitu anajulikana mbele yake kwanza. Wale ndiye anayepeana kila kitu, kile kitu unachotaka. Kiamini, amini kabisa, maana umeona akitendea wengi. Hivyo basi ni mzuri kuamini katika neno, maana katika kitabu cha Marko
16, mlango wa 16 mstari wa 16. Biblia inasema aminiye na kubatizwa ataokoka, na asiyeamini atahukumiwa. Sijui kama wewe umeamini. Je, umeamini na kubatizwa? Je, umeamini tu na uko kwenye harakati ya kubatizwa ili usije ukahukumiwa? Maana Mungu alisema ile wakati alisema hata kuja duniani tena kuangamiza dunia na yale maji kama wakati wa Noa, lakini atakuja kuangamiza duniani na moto. Je, umejiandaa vipi? Je, umeamini neno hili? Tueleze. Maneno hili ni tamu kweli. Mwimbaji akaimba akasema, neno la Mungu ni tamu. Neno la Mungu tamu. Neno la Mungu tamu. Neno la Mungu tamu. Tamu sana. Je, unahisi kama ni tamu kweli? Unahisi vipi ukisikiza neno la Mungu? Je, inakuhimiza? Inakutia moyo? Na hivyo basi tumekwambia siku ya leo tuko ndani ya Rauka Show. Ni saa 12:30 na tunakwambia msikilizaji, endelea kutufuatilia, endelea kutusikiza. Hii ni Rauka Show ndani ya Betsita FM. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Endelea kutumia rafa moja kwa moja. Tupo live ndani ya Facebook, Twitter, Facebook, YouTube na TikTok. Takuja kusoma arafa yako punde tu naporejea. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi. Sote pia sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikilia na kudhii, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa.
sitimizi sheria, nijapofanya bidii nikilia na kudhi hayaishi makosa, niwe wa kuokoa. Sina cha mkononi, naja msalabani, nilitubu nivike, ni mnyonge nishike, mwili mchafu naja nioshe nisijafaa. Sina cha mkononi, naja msalabani, nilitubu nivike, mnyonge nishike, mwili mchafu naja nioshe nisijafaa. Ni wimbo tamu sana ambao inatuambia Rock of Ages cleft for me, ama mwamba wenye imara kwako nitajificha. Je, umejificha wapi wewe? Kujificha kwake ni usisha hata kuamini kule ambacho nikuambia. Na msikilizaji, sijui tasoma rafa yako ambayo umetumia. Naona rafa nyingi katika mitandao ya kijamii. Tukiendelea kuhimisana siku ya leo ya asubuhi ndani ya Betsy FM Rauka Show. Endelea kurauka nami Emmanuel Kirui. Msikilizaji, nashukuru sana kwa kuwa nazi. Endelea tegea Betsy FM. Msikilizaji, naona Victor ambaye imetutumia rafa akitufuatilia. Naona tena jamaa anajiita Albino anafuatilia kipindi cha Rauka Show ndani ya Betsy FM. Pia ndugu yangu Emmanuel pale Facebook anasema tena God bless you, na anafuatilia kipindi. Endelea kutegea kipindi hichi cha Rauka Show kiwa nami Emmanuel Kirui. Msikilizaji, katika kitabu cha Genesis tunapata ya kwamba
hapo ndipo Mungu alimnenea Noa, mwambia ya kwamba aende ajenge lile safina. Na kwa kweli Noa akajenga lile safina ambayo iliweza kuokoa watu wake. Na hiyo inatuonyesha kwamba ni imani. Hiyo ni kuamini sana. Tupate kusoma kwanza kisha tutaweza kulitafsiri. Tutasoma katika kitabu cha Genesis chapter 6 verse 9. Inasema hivi: This is the genealogy of Noah. Noah was just a man, but perfect in his generation. Noah walked with God, and Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, The end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark of gopher wood, and make rooms in the ark, and cover it inside and outside with pitch. And this is how you shall make it. The length of the ark shall be 300 cubits, its width 50 cubits, and its height 30 cubits. Acha turuke kidogo toka 15 mpaka mpaka 18, ambao wanasema, But I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. And of every living thing of all flesh, you shall bring 2 of every sort into the ark. To keep them alive with you, they shall be male and female, of the parts of their kind, of all of animals after their kind, and of every creeping thing of the earth after its kind. 2 of every kind will come to you to keep them alive. And you shall take for yourself of all fowl that is eaten, and you shall gather it yourself, and it shall be food for you and for them. Thus Noah did according to all that God commanded him, so he did. Kwa hivyo tunaambiwa kuhusu hiyo hadithi yote ya Noah, ambapo Mungu alimjia akamwambia aenda akajenga safina, maana kuna lile naitwaje floods ambayo itakuja kuangamiza dunia. Watu walikuwa naambiwa wakati huo wajenge safina. Imagine wakati huo, wakati wa Noah, eti kuamini tu ilikuwa kujenga safina na kuingia ndani. Hiyo ni hiyo wakati ilikuwa ni kujenga safina na kuingia ndani. Hiyo utakuwa umeokolewa. Kwa kweli Noah aliitikia jambo hili kutoka kwa Mungu, na Mungu alimwamrisha aweze kuchukua ila kiumbe, wanyama na wale watu wake wawili, kiume na kike. Kisha Noah akafanya vile. Wakati ile floods zilikuja, ile safina ya Noah ilipaa juu hadi
mlima wa naitwa Mount Ararat. Ikaenda ikakaa pale juu na ikahepa hiyo floods. Kwa hivyo Noah na watu wake walipata kuokolewa, ama kwa ile hawakuangamia kwa zile floods ambayo watu wengine duniani waliangamia. Hiyo ni kwa sababu alitii amri ya Mungu ambayo Mungu alimwambia kajenga safina. Inadirisha kwamba Noah alisikia tu hivyo na akaamini. Je, wewe unaweza kusikia kwamba umeambiwa kutoka kwa Mungu au ukaamini vivyo hivyo, ukaweza kutii amri hiyo na kufanya vile ambavyo umeambiwa? Je, unaweza ukafanya vile? Hiyo ni changamoto kwetu, tuweze kuamini, tuweze kutii yale ambayo tunaambiwa katika neno, tuweze kuzingatia neno kama ilivyoandikwa. Msikilizaji, mwambie, iwapo ungekuwa katika enzi zile za Noah, je, ungepata kuokolewa? Je, ungepata kwenda mpaka ile mlima wa Ararat? Msikilizaji, tuendelea kupiga hata hiyo hadithi ya Noah punde tu tunaporejea.
Na ni kibao chake Daniel Sifuna ambayo imetufikisha mwendo wa saa 12 na dakika 50. Ini Rauka Show ndani ya Besit FM. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Endelea kurauka nasi msikilizaji. Ni asubuhi njema ya siku ya Jumatatu, wiki mpya na mwaka 2026. Tusema kwamba tuendelee kumjua Mungu zaidi mwaka huu mpya wa mwaka 2026. Na msikilizaji, tulikuwa tunaendelea kusoma kuhusu hadithi ya Noah kwenye Biblia ambayo tukwambia katika kitabu cha Genesis chapter 9 verse 11. Bado Biblia inatuambia kwamba thus I establish my covenant with you. Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. Never again shall there be flood to destroy the earth. So, hapa Mungu anamwambia Noah kwamba hakuna wakati mwingine ama hata kizazi kingine kinakuja kitakacho angamizwa kwa kutumia maji ama ile floods, lakini itaangamizwa na kitu kingine. Kwa hivyo hiyo ni Mungu anamwambia Noah. 12 nasema, and God said, this is the sign of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. I set my rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth. So, kudhihirisha ile covenant ama kusili ile covenant, Mungu alimuonyesha ile rainbow kwenye pale juu kwenye mawingu, kumuonyesha Noah. Hiyo ikaweza kusili ile covenant. But tume katika Kiswahili ili tupate kuelewa vizuri. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 9:13. Mimi na uweka upinde wangu winguni, na utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Ili ilikuwa ni agano kati ya Mungu na Noah, ambapo ilionekana pale mawinguni, ambayo ilidhihirisha kwamba Mungu ameangamiza dunia kupitia kwenye maji na hawezi akatumia maji tena kuangamiza dunia. Katika kitabu cha Waibrania mlango wa 11 mstari wa 7 nasema, kwa imani Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Na hivyo
uhukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa amani. By faith Noah, being one of God of things not yet seen, as yet moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became the heir of the righteousness which is by faith. Hapa tunaambiwa ya kwamba Noah alipata tu kuamini yale mambo ambayo hata hakuweza kuyaona. Tunaambiwa imani ni nini? Imani ni nini? Msikilizaji wa Best FM, wa Rauka Show, tuambie jinsi ambavyo unaelewa imani ni nini. Kwa hivyo kwa kuwa Noah aweza kuamini hata kama ajui ni nini itaenda kutendeka, yani ameambiwa tu fanya vile ambavyo nimekuambia, akafanya vile. Je, wewe unaweza fanya na hata ujui kila ambacho kitatokea? Unaweza fanya vile? Yani kuamini kitu ambacho hata hujakiona hapo tu. Je, wewe unaweza amini? Msikilizaji, hiyo ni changamoto kwako. Ni changamoto ya hata kiimani. Na tarejea kusoma arafa yako msikilizaji. Endelea kutegea Best FM, Rauka Show, ndani ya Best FM, na takuja kusoma arafa yako. Hakuna
Msikilizaji wa Betsita FM, hii ni Rauka Show ukiwa nami Emmanuel Kirui ndani ya Betsita FM. Na msikilizaji, tumekuwa tukieleza hadithi ya Noa, ambapo msikilizaji wakwambia imani inaweza ikatenda mambo mengi, na uweza kuamini kwa kila jambo ambayo unaweza taka kufanya na itaenda sawa sawa. Na tupate kuona ama kukombea kati ya kizazi cha Noa na kizazi ya sasa hivi. Wakati wa Noa uliambiwa tu, imagine uingie tu kwa hiyo safina na umeokolewa. Hivyo tu, kwa sababu dunia iliangamizwa kupitia kwa maji. Na sasa hivi ni rahisi sana, na sijui mbona watu wengi wanaenda nje. Saa hii tunaambiwa tu, yani kuamini tu. Kuamini tu neno la Mungu na kubatizwa. Yani kuamini na kubatizwa. Yani just believe. Ile wakati kweli ungeweza sema safina labda iko mmoja jenga safina vitu kama hizo, ama una uwezo wa kufanya hivi vile. Lakini saa hii unaamini tu hiyo neno ambao umeletewa mpaka hapo. Je, nini nakuzuia usiamini neno hile? Amini tu. Amini tu neno la Mungu uweze kubatizwa ili kuokolewa. Tumpata kuambiwa kwamba anayeamini na kubatizwa hataokolewa, na asiyeamini hatahukumiwa. Sijui kama uko wapi, maana sisi wote tuko katika safari hii ya utakatifu, ambayo naomba Mungu tu atujalie neema tuweze kwenda vizuri katika njia zake, tuweze kufuata neno lake vizuri, tuweze kuamini neno lake kila mara, tuweze kuingia katika michafuko ya huku duniani ambayo inaweza kupoteza kiimani, inaweza kudhuru hata katika hata maisha yako ya Kikristo. Sijui itakuwaje wakati ule, wakati wa unyakuzi. Utakuwa wapi wewe? Mimi pia najitahidi kivyangu. Sijui wewe. Msikilizaji, imekuwa ni mwendo mzuri. Tumeanza nawe toka saa 12 pale na saa 11 tumekuja nawe mpaka sasa hivi, na ni shukrani sana msikilizaji. Endelea kuamini, endelea kujitia moyo, endelea kumtumikia Mungu hadi pale atakaporudi kuchukua kwenda kwake. Msikilizaji wa Betsita FM, asante sana kwa kujiunga nazi kila siku ndani ya Betsita FM. Tunasema tunarauka na kila kitu unafanya husisha Mwenyezi Mungu, ambaye yeye ni Mungu wa kutegemewa, yeye ni Mungu mweza. Asante sana msikilizaji. Jina langu ni Emmanuel Kirui, na tupatane siku ya kesho majaliwa, Mungu akipenda.
na kwa wale wote ambao wametegea kipindi hiki cha Rauka Show. Tunashukuru sana kwa wale wote ambao wamekuwa mitandao ya kijamii, wametufuatilia kwenye Facebook, kwenye TikTok live, hata YouTube. Tunasema ni asante, maana kila wakati tunasema ni shukrani. Asante sana kwa kujiunga nasi. Tupatane kesho majaliwa. machozi